Ndugu mtazamaji wa POV TV, tumekutana tena katika kipindi chetu cha Jitambue. Mimi ni wako mtangazaji Simon Mwendesha, niko na mgeni wangu ambaye atajitambulisha. Karibuni sana. Naitwa Msafiri Dick Mabuba. Ndugu Msafiri, nina maswali ya kukuuliza, lakini naomba nianze na swali la kwanza ambalo linasema nguvu ya ndani ni nini hasa? Yaani mtu anapozungumza nguvu ya ndani huwa ana maana gani? Mtu anapozungumzia nguvu ya ndani, hii nguvu ya ndani watu wameweza kuitaja kwa namna tofauti, watu wengi sana. Lakini nikwambie tu, mtu anaposema nguvu ya ndani ana maana ya uwezo. Kuna nguvu fulani, uwezo fulani aliowekewa mwanadamu ndani yake. Kila mwanadamu ana uwezo, ana nguvu ya ndani iliyopo, ambapo hiyo nguvu hufanya kazi pale nguvu ya nje inapokuwa imekwisha, au pale ambapo sasa wewe mwenyewe ulishafundishwa namna ya kuitumia hiyo nguvu ya ndani. Sasa unaamua kuitoa ili uitumie. Nguvu ya ndani ni uwezo alionao mwanadamu, amepewa kila mtu huo uwezo. Wazungu wanaita meditation power. Unaona, meditation power. Alafu kuna watu wanazungumza kama vile ni wanaita jicho la tatu. Sasa unaona namna ambavyo watu wanahitaji tofauti tofauti, lakini leo nitakuelezea namna nguvu ya ndani ilivyo na inavyofanya kazi, na nimeshakwambia kwamba ni nguvu ambayo anayo kila mwanadamu, amewekewa hiyo nguvu ndani. Na waanzilishi wa hiyo nguvu inasemekana kuwa ni Maharishi Mahesh Yogi. Huyu ni Muhindi ambaye anatokea, yeye alikuwa ni mfuasi wa dini ya Kihindu. Alafu pia yeye huyu alizaliwa Januari 12 mwaka 1918, akaja akafa Februari 5 mwaka 2008. Huyo ni Maharishi Mahesh Yogi. Lakini yupo mwingine anayetajwa kuwa ni mwanzilishi. Huyu anaitwa ni Sensei Buddharama. Huyu pia naye alikuwa ni Muhindi, Mbudhisti huyu. Swali lingine, ndugu Msafiri, nguvu ya ndani ina faida gani hasa? Nguvu ya ndani ina faida nyingi mbalimbali, na zote hizo faida ni za muhimu. Unaweza kurestore ubongo wako kama umechoka. Kuna design ya kufanya hiyo nguvu ya ndani kakusaidia ubongo wako kawa umepumzika. Lakini nguvu ya ndani huwa inasaidia mahali ambapo mtu anajiona kabisa hawezi, amefika kikomo. Lakini unapoitumia nguvu ya ndani inaleta tiba kwa mwili. Nguvu ya ndani ina uwezo mkubwa sana wa kukufanya wewe ujue wewe ni nani, uko wapi, sehemu uliyoko ni sahihi ama sio sahihi. Nguvu ya ndani ina uwezo wa kukufanya wewe ukaona kinachofuata mbele. Nguvu ya ndani ina uwezo huo. Kwa mfano, nikupe mfano, huyu Sensei Buddharama, yeye alikuwa anakwenda kuhubiri dini ya Ubudhisti. Sawa? Wakati anaenda kuihubiri, kuna sehemu inasemekana alichoka, akakaa akameditate, akaitoa nguvu ya ndani, akajikuta tu anapaa, yaani ananyanyuka kutoka sehemu moja kwenda mbele ya safari, sehemu moja kwenda mbele ya safari. Kwa hiyo unaona, nguvu ya nje ilikuwa imeisha, maana amechoka, akaiita nguvu ya ndani ikamsaidia kunyanyuka, kupaa. Nguvu ya ndani, wabongo wengi ama wa Afrika waizi ndio wanatumia, majambazi wanaitumia nguvu ya ndani, lakini hawajui kama ni yenyewe. Na wanapoitumia watu wanaanza kusema ana irizi, kumbe sio irizi, hiyo ni nguvu ya ndani. Unaweza kukuta sehemu mwizi amepigwa, mnasema huyo anakufa, anyanyuki tena, yani ndo ameisha. Mko ndani ya ukuta mrefu, lakini anapopaza tu upenyo, akauona ule upenyo kwamba pale kuna upenyo wa kupita, unashangaa amenyanyuka ghafla, amepaa ukuta, yani ameruka ukuta, ameenda, hamumpati tena. Ni nini? Nguvu ya ndani. Lakini mliobaki pale mtabaki mnasema amevaa irizi au ana irizi. Hapana,
ile ni nguvu ya ndani. Wanabiolojia huwa wana process wanaita kwenye biology, kama ushawahi kusoma mambo ya biology, anakuambia sijui mwendesha aliona simba, ghafla mapigo ya moyo yakaanza kwenda kasi, baadaye damu ikakimbia, ikawa inakimbia spidi, mwisho mwendesha akaanza kukimbia kwa sababu ya uoga kuona simba. Kwa hiyo baada ya vile vitu kuamka, sasa mwendesha anakimbia, anapanda kwenye mti ambao una miba umejishona mpaka kule kileleni. Simba akiondoka, ukimwambia shuka, anakwambia siwezi, na amepanda kule hajaumia, kushuka hawezi, mpaka muondoe miba mkatekate ndio aweze kushuka. Hiyo ni nguvu ya ndani. Kwa kila mtu anatafsiri kwa namna ya tofauti. Nguvu ya ndani ina mambo mengi mno. Nguvu ya ndani inaweza kukuonyesha upo mahali sahihi ama hauko mahali sahihi, kama tu utaweza kuitumia. Kwa hiyo nguvu ya ndani ina umuhimu mkubwa sana. Nguvu ya ndani inaamsha ufahamu hata uliolala wa mtu. Kama tu utafundishwa namna ya kuitumia, basi utafanikiwa sana. Asante. Ndugu msafiri, swali jingine, je, watazamaji watawezaje kunufaika na nguvu ya ndani? Hii nguvu iko kwa kila binadamu, ni Mungu aliiweka, iko kwa kila binadamu. Ili uweze kunufaika na hii nguvu ya ndani, ni lazima ujifunze namna ya kuitumia, namna ya kuitoa ili iweze kukusaidia. Nguvu ya ndani inaweza ikakufanya ukafanya maajabu ambayo hukutegemea. Asikudanganye mtu kwamba kuna jicho la tatu, sijui lifanyeje lifunguke. Hapana. Ile inaitwa ni nguvu ya ndani, meditation power, inner power. Naona Wachina wanaita sui ING, hiyo wanaita hivyo, lakini sisi tunaiita nguvu ya ndani, na wengine wanaita jicho la tatu, kwamba wakufundishe namna ya kufanya ili jicho la tatu lifunguke. Hapana. Hiyo ni nguvu ambayo Mungu aliiweka ndani yako, kila binadamu anayo. Ni namna ya kuitoa na kuitumia ikusaidie kwenye mambo yako na ikusaidie katika maisha yako. Sasa ili unufaike nayo, leo nilitaka tu nikufafanulie kwamba nguvu ya ndani ni nini, meditation power ni nini. Nimeshakufafanulia kwamba ni nguvu ambayo Mungu aliiweka ndani yako. Kila mwanadamu anayo hiyo nguvu, inafanya mambo makubwa mno. Ni vile unapaswa kufundishwa. Sasa kipindi kijacho, kwa sababu muda hautoshi, kipindi kijacho tutajifunza namna ya kuitoa hiyo nguvu ya ndani ije nje ili iweze kukusaidia. Ukiwa na nguvu ya ndani, una uwezo wa kumpiga mtu kofi pasipo kumsogelea. Ila sasa mara nyingi ndio hivyo, watu mnahitaja kwa majina mbalimbali, mwisho wa siku mtaita ushirikina. Hapana. Ni nguvu ya ndani, meditation power. Kila mwanadamu anayo, ni kufundishwa tu namna ya kuitoa. Nitawafundisha katika kipindi kijacho ili wote tuweze kunufaika na hii nguvu ya ndani. Asante. Nguvu ya ndani ni hakika kila mtu anayo, na kila mtu anatamani kuijua na jinsi ya kuitumia hiyo nguvu ya ndani. Leo tutaishia hapa, mpaka juma lijalo tutajifunza jinsi ya kuitumia hiyo nguvu ya ndani ili kila mtu aweze kunufaika nayo, na usije ukadanganywa ukaambiwa ni uchawi wala ni ushirikina. Wewe ukiweza kuitumia itakunufaisha wewe mwenyewe. Usisahau kushare, kulike, kusubscribe. Mimi ni mtangazaji wako Simon Mwendesha. Mpaka wiki ijayo tutakuwa na mwendelezo wa kipindi hiki. Bye bye.